Unakumbuka ile siku ulipokuja na makaratasi yako ya kijinga? Kuna kitu ulichukua kwenye drawer yangu. Unaweza kuniambia ulikwenda kufanyia shughuli gani? Na kipo wapi? Vipi? Mbona upokee simu? Wewe malaya usiwe na haya. Koma kumpigia simu mume wangu. Na hili ni onyo. La sivyo tutakupata tutakupata. Dada, mbona wewe sio mstaarabu? Ustaarabu unaojua wewe. Ngoja nitakunyoosha mbwa wewe. Chike, naongea na wewe. Baba, mimi sio kuingia chumbani kwako nikachukua kitu chochote. Chike, usijaribu kucheza na akili yangu. Inabidi utambue kile chombo ulichochukua kikifanya jambo lolote la kihalifu, mimi ndio nitakayeathirika. Hivi unajua mzee, mimi sio tunazungumzia kitu gani? Unataka kuniambia hujachukua bastola yangu? Baba, mimi nichukue bastola ya kazi gani? Sawa, haina shida. Kama wewe hausiki. Ila ile silaha ina GPS. Nitaipata tu. Na aliyehusika atawajibika. Shoga yangu, umeabananga kwa nani tena? Mimi hata sijui kwa kweli. Mume wa mtu gani? Isije ikawa ni mke wa lecturer Madevu. Alafu Brista, hilo jina sinishakukataza. Hilo jina silipendi ujue. Lakini isije ikawa ni mkewe huyo. Ila mimi Duma hajawahi kuniambia kama na mke. Hata kama wewe mtu wa umri ule, anawezaje kukosa mke kweli? Namba unaipigia inatumika kwa sasa. Tafadhali subiri. Namba unaipigia inatumika kwa sasa. Tafadhali subiri. Kwani ulikuwa unampigia nani? So huyo Duma. Yaani safari sitaki ujinga kabisa. Mbona kama mambo yanaweza kubumbuluka na nikaumbuka mimi? Bastola nilificha chini haina shida.
Ila vipi kuhusu ile simu ya Rasta? Wakiifungua mambo yote yatakuwa wazi. Inabidi nifanye kila namna ili simu ipatikane. Chike. Njoo basi tusaidie kumshika. Uchizioni mshikeni wenyewe. Mimi sina hata amnaye. Sikule kanitoa mbio na bakora. Umenipa amani moyoni, nitakupenda. Kwenye magonjwa na uzima nitakuwa nawe. Tuongozane yote kwenye jalala, nikuogeshe, nikuvishe, nikulishe. That's my true love. Sina sababu za kukutenga, wala sina sababu kuwa mbali. Niko. Chike, uje tafumwa hapa futa balaa. Mbocho uoga basi. Sio uoga. Baba yako si yupo? Mzee atakuwa amepitwa na usingizi. Maana mingi ya muda mrefu chumbani kwake. Hata kama unafikiri aje kitokea hapa itakuwaje? Haya mambo tunatakiwa kufanya tukiwa wenyewe tu. Hapo. Hata mbona nakupenda. Chiki jamani, nini tena? Hebu niache niende mwenzio. Ngoja kwanza. Kuna kitu nataka nikuulize. Kitu gani tena hicho? Mbona umelizia kabisa ule chizi kuja kuishi humu ndani, si ndio? Jamani Chiki, unajua kabisa mimi sasa hivi ana matatizo na anahitaji msaada. Alafu isitoshe mimi ni rafiki yangu. Hata kama kiukweli mimi sijapenda. Kinapompa na kwa kama milembe. Kitu cha kulelea machizi. Hebu usiseme hivyo Chiki, afu niache niende zangu. Umenipa amani moyoni, nitakupenda. Kwenye magonjwa na uzima nitakuwa nawe. Tuongozane yote kwenye jalala, nikuogeshe, nikuvishe, nikulishe. That's my true love. Sina sababu za kukutenga, wala sina sababu kuwa mbali nawe. Mungu yupo kati yetu, takuwa sawa. Na 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 na, na 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 na, na
Pumzika mama. Hivi Duma, unanichukuliaje mimi lakini? Mimi hata sikuelewi. Unazungumzia mke wangu gani? Mke wako naishi naye amenipigia simu na ameanza kunitukana. Mimi siishi na mtu Churu. Naishi na ndugu zangu. Na nishakwambia hivyo. Sasa huyo mke anatokea wapi? Duma, hebu nisikilize. Mimi kwa sasa hivi sitaki matatizo. Haya nilionao yananitosha. Tatizo lako hautaki kunielewa Churu. Ngoja nikutumie hiyo namba uione. Sawa. Nitume nione. Ili kama vipi nimpigie mwenyewe. Umeiona hiyo namba? Ndiyo nimeiona. Haya, niambie namba ya nani hiyo? Joina, mimi sifahamu. Na mimi sina mke, naomba unielewe. Sasa huyo ni nani? Wakati mimi sina mwanaume mwingine zaidi yako. Inawezekana kuna mtu atakuwa amekosea namba. Mtu amekosea namba? Yeah. Ulikuwa unaongea na nani? Mimi? Amna, nilikuwa siongea na mtu wangu. Mimi nimekusikia kabisa unaongea na mtu. Wewe mbona muongo sana? Kweta, mimi nilikuwa siongea na mtu yote. Kimungu. Kwa pia. Haya. Wewe endelea na mambo yako. Waraji. Oh, vipi? Sema ndugu yangu, una moyo sana unajua. Kwa nini unasema hivyo? Yaani umelala na chizi na umemkumbatia kabisa na umejiachia. Unapata hadi usingizi. Una muda upaswi kusema hayo maneno yako. So chunga sana mzee. Unajua kabisa fika huu tatizo lake limepata kwa sababu ya msongo. So anahitaji utulivu na umakini wa hali ya juu. Mimi naamini tutakuwa katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo hivyo ndio unapojidanganya, si ndio? So unajidanganya tu. Bali hata daktari pia amesema hivyo. Alafu kumbuka hata wewe hii hali unaweza kuipata. Okay, anyway. Tuachane nayo. Mzee anakuita Sabrina. Sawa, nakuja. Ngoja nibadilishe nguo kwanza.
Sasa utakuwa hivyo mpaka lini rafiki yangu? Hebu acha kujipa stress bana, zisizokuwa na maana. Sio hivyo Brista. Huyu mtu ameivuruga akili yangu. Yaani kumbe ana mke. Sasa kwa nini alirudi tena kwangu na kuanza kunirubuni? Wanaume ndio wako hivyo Chulu. Hapana. Siwezi kukubali. Lazima nimuoneshe kuwa na mimi ni chizi. Samahani, namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Vipi hali ya mgonjwa, anaendeleaje? Anaendelea vizuri tu baba, ila nimemwacha nipumzika. Okay. Hakuna kitu chochote kinachohitajika? Kuna dawa tu ambazo zinahitajika kesho asubuhi niende nikazinunue. Lakini mzee, unajua haya maamuzi mengine mnayoyafanya ya kukaa na mtoto wa mtu tena katika lile ni hatari. Ni hatari ipi hiyo unazungumzia wewe? Hatari ipi? Hivi unafikiri hapo likitokea la kutokea na hakuna hata ndugu anajua kama anakaa hapa, huoni kama ni kesi? Sasa Chike, kama hao ndugu zake wangekuwa wanamjali, si wangemsaidia? Lakini mbona amemwacha anaendelea kutangatanga tu mtaani bila msaada wowote? Haijarishi Laji. Hebu tulieni. Wacheni kulumbana. Sio tunalumbana. Mimi naongea ukweli. Ukweli upi? Ukweli gani ambao unaozungumzia wewe? Ulitakaje sasa? Tusimsaidie au? Yaani shida yako wewe kwenye jambo lako unaweka hadi familia nzima. Hilo jambo linakuhusu wewe. Wewe kama unataka kumsaidia, nenda kamtafute nyumba huko ukae naye. Ili likitokea la kutokea, sisi wengine hatutaki matatizo. Agu. Unaenda wapi sasa? Naenda kwa rafiki yangu mara moja. Ole wako ende tena kwa yule binti. Kitakachotokea tusilaumiane. Ndio nimeshakwambia hivyo. Lakini mama, haya yote ni ya nini? Sema naenda kwa rafiki yako. Sawa, nenda. Ila tu isiwe kwa yule binti. Mama, mimi siendi kwa yule binti. Haya. Safari njema. Nenda. Karibu sana mtaalamu. Asante sana bosi wangu. Bosi, nimefika. Pole na safari. Asante sana mkuu. Umeingia jana usiku? Ndio bosi wangu. Vizuri. Hii ndio familia yangu. Nafurahi kuwafahamu. Karibu sana brother. Asante. Jamani, huyu ndio ule mtaalamu wa IT niliowaambia. Amekuja kushughulikia ile simu ya yule mhalifu. Yes, hivi unajua kwamba ukiwa na shilingi 10,000 unaweza kupata GB 10 na ukiwa na shilingi 13,000 unaweza kupata GB 15. Yes, hayo ndio mambo ya Chris Bando. Unachotakiwa kuwa nacho ni kuwa na line ya Halotel. Kikubwa zaidi ni kwamba ukilipia hicho kifurushi chako kitadumu ndani ya muda wa miezi 8. Kinachotakiwa ni rahisi tu, unalipia anakuunga bando.
Huyu jamaa ni mwaminifu mno. Chris Bando bwana, yeye ana namba 4. Ila mimi nakutajia 2. Alafu 2 zingine zipo kwenye skrini yako. 0717 048 048 au 0615 754303. Hakikisha tu jina linatokea Christopher Luoga. Chris Bando, Bei Kitonga. Ciao. Nimebeba mzigo mzito, moyo wangu unalia. Mungu wangu, nitazame kwa hili fungu nalopitia. Niwe umeliruhusu